Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ndugu yangu, je, umewahi kuisikia historia ya kweli ya taifa la Iran? Taifa lililowahi kuishi katika dunia hii tuliyopo, taifa lililokuwa na nguvu zisizo na mfano, taifa la watu waliokuwa na miili mikubwa, watu ambao walijivuna kwa ujuzi wa kujenga majumba makubwa na miji yenye nguzo ndefu mno. Watu hawa waliishi kwa raha, wakiwa na mali pia na majivuno, lakini walifanya kosa moja kubwa la kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Kosa hilo liliwapelekea kuangamizwa kwa upepo mkali na kutisha, upepo ambao wala haukujali nguvu walionazo. Upepo huo uliwakomba na kuvuruga historia yao milele. Hawakuumbwa tena, ndugu yangu, mfano wa watu hawa. Kosa lao ni lipi na vipi waliangamizwa? Naomba uniazime muda wako na usikivu wako ili tujifunze mengi kuhusu historia hii ya kweli ya taifa la Iran. Iran ni taifa linalotajwa ndani ya Qur'ani tukufu likihusishwa na watu wajulikanao kwa jina la Qaum Aad. Leo ndugu yangu, nataka nikuhadithie kisa cha Qaum Aad na mtume wao Hud alayhi salatu wassalam, kisa ambacho kitagusa moyo wako, na naamini ukisikiliza hadi mwisho hutaondoka bure, utajua mengi. Watafiti na wanahistoria wa Kiislamu na wa kisasa wanakubaliana kwamba kwa asilimia kubwa Iran ilikuwa ni mji mkuu wa Qaum Aad. Iran ni mji ambao kwa sasa imebaki hadithi tu ya kusimulia. Mnamo mwaka 1992 maeneo ya Shisri yaliyopo katika wilaya ya Dhofar huko Oman yaliunganishwa na hadithi za Ubar au Iran. Kufuatia vifaa vya satellite na uchimbaji, ilipatikana ukuta wa ngome na mabaki ambayo yanachukuliwa kama ushahidi wa mji uliopotea. Lakini hadi sasa hakuna ushahidi wa moja kwa moja na wa kisayansi unaotambulisha kuwa sehemu hiyo ndiyo ilikuwa makazi halisi ya watu wa Aad. Hebu turudi nyuma kidogo, enzi za zamani kabisa, baada ya kipindi kile cha Nabii Nuh alayhi salatu wassalam. Baada ya gharika kubwa ya maji iliyofunika dunia nzima, kilianza kizazi kipya na watu wakaenea tena duniani, na miongoni mwao kulikuwa na kabila hilo kubwa lililoitwa Aad. Kabila hili tunaambiwa lilikuwa na watu wenye nguvu mno, wenye miili mikubwa, na walijaliwa uwezo na Allah subhanahu wa ta'ala kujenga majumba makubwa katika jangwa la maeneo ya milima ya mchanga, yani Ahqaf. Walijiona kuwa hakuna mwenye nguvu zaidi kuliko wao. Si unajua ndugu yangu, tukiangalia mifano haya karne ya leo tuliyopo, yani utamwona mtu akishapiga push-up 10 tu basi tayari anajiona kidume. Ubaya zaidi, zile nyama zikishajaa kifuani, ndio kabisa anajinata, anajiona yeye bora kuliko picha kama zote. Sawa, wewe ni bora kwa unavyojiona, ila hebu wajue kwanza Qaum Aad, ndipo ujione wewe upo level gani kwao. Sisemu usiwe na kifua, hasha, kwani mtume wetu sallallahu alaihi wasallam amesema, kwa hakika muumini mwenye nguvu anapendeza zaidi kwa Allah kuliko muumini dhaifu. Lakini wote hao kila mmoja ana kheri yake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Pia mtume huyo amehadithia kuhusu ushujaa wa kweli kwenye hadithi maarufu iliyopokewa kutoka kwa Bukhari na Muslim kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, laysa ash-shadidu bis-sur'a, shujaa si yule anayeweza kuangusha wenzake kwa mieleka, innama shadidu alladhi, bali ukweli usiopingika ni kwamba shujaa wa kweli ni yule ambaye yamliku nafsahu inda al-ghadab, anayeweza kujizuilia na nafsi yake wakati wa hasira. Hadithi iko wazi kabisa. Sasa ukiweza kuidhibiti nafsi yako wakati uko katika hasira, basi kwa mujibu wa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam utahesabika kuwa wewe ni miongoni mwa mashujaa. Sio kujiona una nguvu ndio ukadharau wengine kwa wanyanyasa.
Hadithi hii inahusisha michezo ya nguvu ndugu yangu. Ile inafundisha kwamba nguvu ya kweli ni ya kudhibiti nafsi na siyo kupelekeshwa na nafsi, kwa sababu Qur'ani inasema inna nafsa la ammaratun bisu'i, hakika ya nafsi huwa ni yenye kuamrisha mno maovu. Tuache huko ndugu zangu, mada yetu ni Qaum Aad. Tunaambiwa Qaum Aad walikuwa ni watu wenye nguvu mno, tena za ajabu, mijitu mikubwa mithili ya majianti. Baadhi ya riwaya zinasema mtu mmoja tu wa Qaum Aad alikuwa na uwezo wa kunyanyua jiwe kubwa lenye uzito sawa na ngamia kadhaa hivi, kana kwamba ni karatasi tu. Wengine inasemekana walikuwa waking'oa mtende mzima tena kwa mkono mmoja tu na kuutupa mbali kabisa, kama mtoto mdogo vile akichezea kijiti. Hapa tuelewane ndugu zangu, ni mtende, siyo mchicha wa kutilia nazi ukala. Licha ya nguvu zao, Allah subhanahu wa ta'ala wala hakuangalia mbwembwe zao, ila kilichomkasirisha Allah ni kwamba walijivunia sana nguvu hizo hadi kufikia kusema kwa kiburi, man ashaddu minna quwwa, ni nani aliye na nguvu zaidi kuliko sisi? Qur'ani tukufu inatuthibitishia hilo kupitia surat Al-Fussilat, sura 41 aya 15, baada ya a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. صدق الله العظيم. Tafsiri ya aya hii ni kwamba ama kina Adi walijivuna katika nchi bila ya haki, na wakasema, nani aliyekuwa na nguvu kushinda sisi? Kwani wao hawakuona kwamba Mwenyezi Mungu aliyewaumba ni mwenye nguvu kushinda wao, na wao wakawa wanazikataa ishara zetu. Ndugu yangu, Qaum Adi walijiona hakuna mwenye nguvu za kuwashinda wao. Walimwacha Mwenyezi Mungu na kuanza kuabudu masanamu. Walijivuna kwa mali na nguvu zao, walimdhulumu kila aliyewaonya, siwa na nguvu bwana. Ndipo Allah subhanahu wa ta'ala akamtuma Nabii Huda alayhi salam, tena kutoka miongoni mwao wenyewe, wala hakutoka mbali. Nabii Huda alayhi salatu wassalam, tunaambiwa alikuwa ni mja mwema mwenye hikma. Ilifika muda wa kupeleka ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala, akawaambia kwa upole. Qur'ani tukufu inatueleza hilo katika sura Hud, sura ya 11 aya 50 hadi 52. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu in antum illa muftarun. Ya qaumi la as'alukum alayhi ajra in ajriya illa ala alladhi fatarani afala ta'qilun. Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursilis samaa alaykum midraran wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Sadaqallahul azim. Tafsiri ya aya hizi ni kwamba na kwa kina Adi tulimtuma ndugu yao Hud, akasema, enyi watu wangu, mwabuduni Mwenyezi Mungu, nyinyi hamna Mungu isipokuwa yeye, nyinyi si chochote ila ni wazushi tu. Enyi watu wangu, sikuombeni ujira kwa ajili ya haya, haukuwa ujira wangu ila kwa yule aliyeniumba, basi hamtumii akili. Na enyi watu wangu, muombeni msamaha Mola wenu mlezi,
kisha mtubie kwake. Atakuleteeni mbingu zenye kunyesha mvua ya kumiminika, na atakuzidishieni nguvu juu ya nguvu zenu, wala msigeuke mkawa wakosefu. Naam, yote hayo waliambiwa wao kaumu Adi kutoka kwa mtume wao, pia ni ndugu yao ambaye ni Huda alayhi salam, lakini waliendeleza kiburi na dharau. Walimjibu mtume wao kwa jeuri. Qur'ani inatuambia watu hawa baada ya ujumbe huo walicheka kwa dharau na kusema, Hudi, wewe ni binadamu kama sisi, huna chochote, tukuaminije? Sisi hatukuamini na wala hatuachi miungu yetu kwa kufuata kauli yako. Pia hujaleta dalili yoyote ili ya kuwa wewe ni mtume. Ni kweli ndugu yangu, utajiuliza ni upi miujiza wa Nabii Huda alayhi salam? Kiukweli Nabii Huda alayhi salam hakupewa miujiza ya wazi kimaumbile kama vile walivyopewa mitume wengine. Mtume aliyopita ambaye ni Nuh alayhi salam alikuwa na muujiza kama kutengeza safina kubwa, yaani alihubiri kwa muda mrefu, muda wa miaka 950 bila kukata tamaa. Licha ya muda mwingi alotumia kuwaita watu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini wafuasi aliowapata ni kidogo mno. Inasemekana ni watu 70 mpaka 80. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wama amana ma'ahu illa qalil, na hawakuamini pamoja naye ila wachache tu. Alitengeza safina kubwa, tena bila mashine wala teknolojia yoyote ile, ila kwa mikono yake tu miwili na kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiyo safina hiyo hiyo ikamuokoa yeye na walioamini kutokana na adhabu ya gharika kubwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Pia muujiza mwingine ni Qur'ani tulionayo kutoka kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ambayo ni nuru na muujiza pekee tuliobakia nao. Lakini cha kusikitisha, tunakidharau kitabu hicho. Subhanallah. Ila kwa Nabii Huda alayhi salatu wassalam, yeye hakupewa hivyo, ila muujiza wake mkubwa ni maneno yake ya haki na ya kweli ya kuwalingania mijitu yenye nguvu mno bila ya kuwa na woga, hali ya kuwa anawajua vizuri ndugu zake ukorofi wao. Hebu chukulia mfano hai ndugu yangu wa kawaida tu. Chukulia ni wewe ndugu yangu, mkubwa wako anakwambia naenda sehemu fulani, sisi tuko nyuma yako tunakulinda, na unaijua hiyo sehemu. Unauendea, hawaambiliki, hawameshiba kabisa. Nenda tena, onana nao ana kwa ana, na waambie mkuu anasema mjisalimishe kwake, na wala hamna nguvu kuliko sisi. La haula. Ndugu yangu, kitakachokufuata hapo kama si kipigo basi kifo. Yaani ndugu yangu, si rahisi hata kidogo. Ila kwa Nabii Huda alayhi salatu wassalam, kwa kuwa yeye ni mtume, tena ni mtume wa kweli, akalifanya hilo bila hata ya kuwa na woga. Halafu wewe unajiita kidume usiowezekana. Wacha kiburi ndugu yangu, nikwambie tu, hatujawahi kuwafikia na wala hatutowafikia hata theluthi, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala tayari alishasema, lam yukhlaq mithluha fil biladi, ni watu ambao hakuwaombapo tena mfano wake katika miji mingine. Yani watu hawa au Maadi hakuwaomba tena, badala ya kuangamizwa hao ndio au Maadi walikanusha kabisa ujumbe wa mtume wao. Ndipo Allah subhanahu wa ta'ala akaingilia kati vita hii kuonesha ukubwa wake kwa kuanza na onyo. Ulianza ukame ndugu yangu. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala alipeleka upepo mwanana usioleta mvua. Aliwanyima mvua kwa muda mrefu, takriban miaka 3. Walikuwa na neema nyingi ndugu zangu. Neema hizo zikaanza kutoweka, miti ikanyauka, chemchemu zikakauka, mifugo ikafa, ardhi nayo ikawa kame. Nabii Huda alayhi salatu wassalam hakukata tamaa,
Yaani ndugu yangu, hapa ndo utaamini kuwa maneno yake ya hikma ni dalili tosha ya muujiza wake. Yaani mijito mikubwa inatisha, ina nguvu, tena licha ya nguvu zao washapigwa bakora ya ukame, yaani hasira kama zote. Halafu unajipeleka unakwenda unawaambia mambo ya Mungu wako mmoja. Yaani ni ngumu, yaani ni nguvu tu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ila singekuwa Allah tungeongea habari nyingine kabisa. Basi Nabii Hud alayhi salatu wassalam akawaambia tena bila ya hofu, enyi watu wangu, hayo ni makasiriko na ni onyo kabla ya adhabu kutoka kwa Mola wangu, tubieni kwake. Lakini wakasema, huu ni upepo tu wa kawaida, hakuna adhabu, usitudanganye. Subhanallah. Hao ndiyo qaumu Adi. Baada ya onyo hilo waliendeleza kiburi chao, ndipo Allah subhanahu wa ta'ala akaamua kupitisha hukumu yake. Sasa baada ya kulinganiwa kwao na kiburi chao cha nguvu walizoona zitawasaidia, ilipita miaka mingi ya kiu na njaa. Siku katika masiku waliliona wingu kubwa likija juu ya nchi yao, wakafurahi wakidhani ni mvua, huku wakisema, hadha aridhun mumtiruna, hakika wingu hili ni la kutunyeshea mvua. Sasa mvua inakuja, tutalima, tutaishi tena kwa furaha. Si tulikwambia wewe si mtume? Adhabu, adhabu. Haya, mbona haijaja sasa? Imenukuliwa katika Qur'ani tukufu kisa hiki katika suratul Ahqaf, sura ya 46 aya 24, baada ya a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. صدق الله العظيم. Tafsiri ya maneno haya ni kwamba basi walipoliona wingu likielekea kwenye mabonde yao walisema, wingu hili la kutunyeshea mvua. Kumbe sivyo. Haya ni hayo mliyoyahimiza, upepo ambao ndani yake imo adhabu chungu. Nabii Hud alayhi salatu wassalam akawaonya tena, enyi watu wangu, msifurahie kiasi hicho. Lile sio wingu la rehma, ule ni upepo wa adhabu. Hicho ndicho mlichokuwa mkinihimiza kila siku. Nilikuwa nikiwaonya juu ya adhabu ya Mola wangu, nanyi mkawa mnasema, kama wewe ni mtume kweli, hiyo adhabu mbona haiji? Mumeitaka ndugu zangu, ndiyo ile sasa inakuja. Enyi kaumu yangu, ule ni upepo, tena ni mkali mno na wenye adhabu na dhoruba kali ndani yake. Ule ni upepo wa maangamizi. Maskini hata hawakushtushwa na hilo, hawakumwamini hata kidogo mtume wao. Hakika kifo hakina hodi wala barua. Allah subhanahu wa ta'ala anatujuza kilichotokea kupitia sura Haqa, sura ya 69 aya ya 6 hadi ya 8. baada ya a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. Sadaqallahu al-azim. Tafsiri ya aya hizi ni kwamba na ama Adi waliangamizwa kwa upepo mkali usiozuilika aliyowapelekea masiku 7 na siku 8 mfululizo bila ya kusita. Utaona watu wamepinduka kana kwamba ni magogo ya mitende yaliyowazi ndani. Basi je, unamuona mmoja wao aliyebaki? Pia katika surat Adh-Dhariyati Allah subhanahu wa ta'ala anasema, tulipowapelekea upepo hata uzazi haukuacha chochote ulichokifikia,
ila kila kilichofikiwa na upepo huo basi kilifanywa kama ni kitu kilichonyambuka. Ni kweli ndugu yangu, lile wingu lilikuwa ni la upepo mkali, tena ni upepo wa maangamizi, tofauti na ule upepo wa mwanzo, upepo ambao ulikuja kufyagia wote waliokataa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, upepo ulianza ndugu yangu, ila mtanisamehe sana, maana natumia sana aya. Ulimwengu wa sasa mambo na ushahidi bwana. Qur'ani tukufu inasema kupitia surati Hudi aya 58 hadi 60, baada ya a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Walamma jaa amruna najjayna hudan والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. Sadaqallahul azim. Tafsiri aya hizi pia ni kwamba ilipofika amri yetu tulimwokoa Hudi na walioamini pamoja naye kwa rehema itokayo kwetu, na tukawaokoa na adhabu ngumu. Na hao ndiyo kina Adi, walizikanusha ishara za Mola wao mlezi na wakawaasi mitume wake na wakafuata amri ya kila jabari mwenye inda. Upepo ulianza kama kivuli cha mawingu, jangwa lilinyamaza kwa muda, anga ikaanza kubadilika rangi, mawingu meusi yakakusanyika tena katika ardhi ile ile waliopo. Wacha wewe, yani kelele zilizidi na majivuno, wakidhani mvua inakuja, kumbe ni mauti. Upepo ni kiumbe ndugu yangu, na hapo ulikuwa ukijiandaa kuingia kazini baada ya kupewa amri na bosi wake ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, ghafla upepo ukabadilika, ukawa baridi kali na wenye sauti ya kutisha, ukivuma kwa nguvu. Majumba yao waliojenga kwa madhubuti yalianza kuporomoka kana kwamba hayajawahi kuwepo. Mitende mirefu ikang'oka kama vinyasi vidogo vidogo. Upepo uliwasomba na kuwazungusha juu juu, kisha ukawatupa chini kwa nguvu kama mashina ya mitende vile yaliyokatwa. Upepo huo uliendelea usiku 8 na siku 7 mfululizo bila kusimama, yaani ulipigi kwa kishindo cha kutisha, haukuacha kitu. Hawakuwa na namna ya kujinasua. Licha ya kuwa na maguvu na miili mikubwa, lakini tutambua ya kwamba mwenye nguvu na aliye mkubwa ni pekee Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanahu, ametakasika na sifa zote ni zake. Kwa hakika adhabu ilikuwa kubwa mno na ya kutisha, lakini cha ajabu na cha kushangaza, angalia ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala. Katikati ya maafa hayo kulikuwa na kundi dogo la waumini waliomzunguka nabii wao Hud alayhi salam, yani walikuwa wamesimama imara, nyuso zao zikiwa na utulivu, kwa sababu walikuwa chini ya ulinzi wa rehema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Upepo ulipita kando yao bila hata kuwagusa, yaani kiumbe huyu alitii amri kisawa sawa, yaani amri katii kisawa sawa, kachukua waovu kaacha wema. Subhanallah, huyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika akitaka jambo wala hatumii nguvu, ni kuamrisha tu, kun fayakun, kuwa na kikawa. Imepokewa hadithi kutoka kwa mama Aisha radhiyallahu anha akisema,
Kwa hakika kila upepo ulipovuma, mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa akisema, Allahumma ja'alha rahmatan, ewe Mola wetu ufanye upepo huu iwe ni rehma, wala taj'alha adhaban, na usiufanye kuwa ni adhabu. Allahumma ja'alha riyahan, ewe Mola wetu ufanye uwe upepo wa baraka, wala taj'alha rihan, na usiufanye kuwa ni upepo wa maangamizi. Tunafunzwa kupitia hadithi hii kwamba upepo ni miongoni mwa viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala. Upepo unaweza kuleta baraka kama mvua, baridi au hewa safi, au upepo unaweza kuleta adhabu, mfano mafuriko, kimbunga au ukame. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha kuwa kila upepo uvumapo tusije tukawa na majivuno au dharau, bali tuombe kwa Allah subhanahu wa ta'ala atufanyie kuwa ni rehma. Hatimaye mwisho wa siku jangwa likawa tupu, miili ya waliokufuru ilitapakaa kama magogo yaliyokauka, huku nyumba na miti ikiwa vimeangushwa na kupeperushwa mbali. Nabii Hud alayhi salatu wassalam na watu wake walitazama mandhari ile kwa heshima na hofu kubwa, wakisema kwa unyenyekevu, alhamdulillah, tumenusuriwa kwa rehema ya Mola wetu. Hatimaye hivyo ndivyo ikawa mwisho wa kaumu Adi, majitu makubwa waliokuwa na nguvu kuliko sisi, walipotea kwa kiburi chao na ukafiri wao. Ndugu zangu, tujifunze kupitia kisa hichi. Kisa hiki kinabeba huzuni kubwa. Watu waliokuwa na nguvu zaidi walipotea kwa kiburi chao. Walipewa nafasi nyingi za kutubu, lakini walidharau, walidhani nguvu zao zitawalinda. Hatimaye walifutwa kabisa na jina lao limebaki kama funzo kwa vizazi. Tujifunze kwamba kiburi na majivuno haviwezi kusimama mbele ya amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Rehma na nusra hupatikana kwa wenye kusimama na ukweli, hata kama ni wachache. Mimi binafsi nimejifunza kuwa nguvu na mali havina maana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, isipokuwa tukimtumikia kwa unyenyekevu. Na wewe msikilizaji, naomba tukumbuke ya kwamba hadithi hizi si za kale tu, bali ni taa ya maisha yetu ya sasa. Na mwenye busara ni yule anayejifunza kutoka kwa waliopita, kabla na yeye hajafikwa na maangamizi. Leo tunawasoma wao kama historia tu, lakini nao walikuwa watu halisi kama sisi. Walicheza, walicheka, walijenga, wakaishi, halafu wakapotea kwa ghafla. Hebu tujiulize ndugu yangu, sisi tuko wapi na amri za Allah subhanahu wa ta'ala? Bado nafasi tunayo kurudi kwake, hatujachelewa. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Allahumma ja'alna min alladhina yatta'idhuna biayatika, ewe Mola wetu utujalie tuwe miongoni mwa wanaochukua mazingatio kutokana na ishara zako. Wala taj'alna mimman ghafala fa ahlika, wala usitufanye tuwe miongoni mwa walioghafilika na wakaangamia. Allahumma ja'al qulubana amiratan bidhikrika, ewe Mola wetu ijaze mioyo yetu kwa kukukumbuka wewe. Wa ayyamana mutma'innatan birahmatika, na siku zetu ziwe na utulivu kwa rehema zako. Wa a'marana shahidatan bita'atika, na maisha yetu yawe ni kwa ushahidi wa utiifu wako. Allahumma hifadhna min riyahil adhabi, ewe Mola wetu tuepushe na upepo wa adhabu. Warzuqna nasamati rahma, na uturuzuku pumzi za rehma. Allahumma ja'alna mimman yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, ewe Mola wetu
tujalie tuwe miongoni mwa wanaosikiliza maneno na wakafuatisha kwa wema. Wala taj'al qulubana qulubi qaumi hudin wa 'adi alladhina kadhabu fa uhliku, wala usijalie nyoyo zetu kuwa kama nyoyo za watu wa Hudi na Adi waliokadhibisha na kuangamizwa. Bal ij'alna min alladhina amanu fanajau birahmatika, bali tufanye miongoni mwa walioamini na kuokolewa kwa rehema zako. Wakhtim lana bil khairi ajma'in, na utuhitimishe kwa khairi sote pamoja. Innaka antal ghafurur rahim, hakika wewe ni mwingi wa kusamehe, mwingi wa kurehemu. Waj'al akhira kalamina fi dunya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, na ujalie mwisho wa maneno yetu duniani kuwa la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Amin. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. شكرا وجزاكم الله خير، والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.